wako kwa ajili ya kwenda kwenye maombi. Basi kabla ya kwenda kwenye maombi tu tuna neno fupi kwa ajili ya kutongoza kwenye maombi, alafu tuweze kuendelea. Ukisoma kitabu kile cha Zaburi 107, kitabu cha Zaburi 107 mstari wake ule wa 5, tutaanzia wa 5 pale. Neno la Mungu linasema, waliona njaa, waliona na kiu, nafsi yao ilikuwa ikizimia ndani yao. Wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao. Baba, ninakushukuru kwa neno lako na utukufu wako, mfalme wa amani, ukatie juu mahali palipoinuka, katika jina lako Yesu Kristo. Neno lako libariki, mfalme wa amani, Mungu mwenye uweza, ambaye tutakwenda kutuongoza katika maombi, katika jina lako Yesu Kristo naomba na kushukuru, amen. Amina. Ukisoma kitabu cha Zaburi 107 mstari wake ule wa kuanzia wa 5 hadi mstari wa 6, inaeleza habari za ziki na shida ambayo watu wake Mungu walikuwa wakimwomba. Na ukiendelea mstari ule wa 6, inasema kwamba wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao. Maana yake tafsiri, wakati mwingine tunakuwa tunahitaji kwenda mbele za Mungu, tunamhitaji Mungu aweze kutusaidia, kwa sababu tuna vitu vingi, tuna mahitaji mengi ambayo tunayo mbele za Mungu, na tunahitaji Mungu aweze kututendea. Sasa ni namna gani, vipi ambavyo Mungu anaweza akatusaidia? Ni namna gani, vipi Mungu ambavyo anaweza akatujibu? Ni kupitia maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maombi ni desturi, au maombi ni mawasiliano. Tunaposema desturi, ni kitu ambacho kinafanyika kila siku. Maana yake bila kufanyika hicho kitu, wakati mwingine lazima kuna uhusiano ambao unapungua. Maana yake uhusiano wetu sisi karibu na Mungu, ni kupitia maombi. Anasema njooni tusemezane mpate kupewa haki yenu. Maana yake sisi ni haki yetu kuzungumza na baba yetu, Kwa hiyo tunapofika kila itwapo leo, tunapofika kanisani, lazima tuzungumze naye, kwa sababu maombi ni agizo la Mungu. Neno Mungu anasema katika kitabu cha Mathayo 7:7 anasema hivi kwamba ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Maana hakuna aombaye samaki akapewa nyoka, hakuna aombaye mkate akapewa jiwe. Maana yake ni agizo la Mungu kumwomba, kwamba mtakatifu, mtu yoyote aliyeokoka, kitu cha kwanza lazima awe ni mtu wa maombi. Lazima mtu uwe na maombi, ili uwe hai, lazima uwe na maombi. Tutajuaje kwamba uko hai? Bwana Yesu asifiwe. Maombi ni chakula kwa Mkristo. Maombi ni chakula, na Yesu Kristo alizungumza na wanafunzi wake, akaambia kwamba imewapasa kumwomba Bwana siku zenu zote. Na kiwango kidogo kabisa cha Kristo cha kuomba ni lisali moja. Hicho ni kiwango kidogo kabisa ambacho Yesu Kristo alizungumza na wanafunzi wake kipindi ametoka katika mlima wa Mizeituni, akawaeleza kwamba mmeshindwa kukesha nami japo hata lisali moja. Japo maana yake ni muda mdogo sana kwa mtu wa Mungu kuomba risali moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo lazima tumweleze Mungu, lazima tuzungumze na Mungu wetu, tumweleze shida zetu. Anasema wakamlilia Bwana katika dhiki zao. Unapoenda mbele za Mungu, maana unaeleza mambo yako. Tunamweleza Mungu, tunahitaji tukuone katika ibada leo, ibada ya Jumapili, tunahitaji tukuone wewe. Nisimtazame mtu yoyote, nisimwangalie mtu yoyote, nikutazame wewe. Ibada leo ikaniguse. Wiki nzima tumepita huko, wengine tumekwazwa, wengine wameumizwa, wanakuja kupokea mahitaji yao. Kwa tunapokwenda mbele za Mungu, tunamweleza Mungu aweze kushiriki katika ibada, kwa sababu maombi ni mawasiliano. Tunamweleza baba yetu, Baba, tuna shida na kitu fulani, tunahitaji Mungu tusaidie. Anasema Mungu kwetu sisi ni kimbilio na msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso.
Mungu kwetu sisi, kitabu cha Zaburi ile ya 46 nasema hivi, Mungu kwetu sisi, Zaburi ya 46, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Hakuna kimbilio lingine tofauti na kanisani. Hakuna tumaini lingine tofauti na kanisani. Hakuna tumaini lingine tofauti na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Maana yeye ndiye anatupa nguvu, anatupa kusimama, anatupa kusonga mbele, anatupa tumaini, anatupa urejesho. Ndio maana wengi ambao wamekata tamaa wanakuja kanisani. Sasa kanisani wanakuja kukutana na mzee wa siku, anasema yeye kuhani mkuu. Ukisoma kitabu kile cha Waebrania 3 sura 3 anasema kwamba yeye ni kuhani mkuu Bwana wetu Yesu Kristo. Maana yake tunakuja kukutana na Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo natamani kuona asubuhi ya leo kila mmoja akizungumza na baba yake, akizungumza na Mungu wake, akizungumza na Bwana wake, Mungu aweze kukutana naye katika ibada ya leo. Kuna wengine tunakuja ibada tunatoka wakaba. Kuna wengine tunaingia kwenye ibada kama mazoea, tukitoka nje tunakuwa ni watu tofauti. Mtu mmoja ananiambia kwamba wokovu sio lazima ujioneshe. Wokovu anakuambia ni wako ndani, akiwa nje ni mtu mwingine, akija kanisani ni mtakatifu. Hatutaki mambo ya hivyo. Tunataka tumfuate Yesu Kristo kama alivyokuwa mfano. Kwa hiyo lazima sisi ambao tuko kanisani lazima tuombe ili hayo mapoza, hayo magugu yaondoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa tunamhitaji Mungu asubuhi ya leo. Tunapokwenda mbele za Mungu asubuhi ya leo, mwambie Bwana, nataka nikuone. Sasa kuna vitu ambavyo vinaweza vikazuia maombi yako. Kitu cha kwanza ni dhambi. Dhambi inaweza ikazuia maombi yako. Ndio maana inapaswa ujitakase. Kila muda ujitathmini njia zako. Unaweza usiibe, unaweza usizini, unaweza usidanganye, lakini ukawa na udhaifu mmoja wa kukasirika kwa kila jambo, rahisi wa kukwazika kila jambo. Na leo Mungu anasema hivi, akwazikwae na yule akwazae wote ni hali moja. Jua lisikwiche, hamjapatana ndugu wawili, hawajapatana. Biblia inaeleza hivyo. Kwa hiyo tunapokwenda mbele za Mungu lazima tuzitasiri njia zetu. Ndio maana kuna mwimbaji mmoja akasema kwamba ibada njema huanzia nyumbani. Ibada njema huanzia nyumbani. Maana yake unapokaa siku ya Jumamosi unaanza kuiandaa ibada yako ya Jumapili kuanzia nyumbani kwako. Unatafakari njia zako ili siku ya Jumapili unamtumisha Mungu anaposimama mahali hapa, anapomtumia Mungu azungumze na wewe. Ndio maana akasema kwamba ibada njema inaanzia nyumbani. Lazima utafakari njia zako ili Mungu aweze kusaidia. Ukisoma kitabu cha Isaya 49 anasema kwamba hivi, tazama mkono wa Bwana unakumbuka hata usiweze kuokoa, lakini maovu yenu ninyi yanawafarakanisha ninyi na uso wake, wala hatasikia. Kwa hiyo maovu yanaweza yakatufarakanisha sisi na Mungu, asiweze kusikiliza maombi yetu. Maovu na dhambi zinaweza kusababisha tusiweze kumuona Mungu, asiweze kujibu maombi yetu. Kwa tunapokwenda mbele za Mungu asubuhi, unajua njia zako, unajua wewe ulikopita, unafahamu vyema kabisa fika, unajua sehemu ambako umekwama kabisa. Mwambie Mungu, ni rehemu, nisaidie. Asubuhi ya leo ni kuone wewe katika ibada leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Simama kwa miguu yako tukaombe. Simama kwa miguu yako tukaombe.